Tenga mimi liambuka leo, lakini asante Malkia kwa kuniokoa. Naomba niende basi. Usininyanyase mimi yatima ujue. Hebu toka Malkia Sailata. Mimi nashukuru kwa kunigandua hapa. Maana nilipoganda mwenzako kuna sauti nilikuwa naisikia inaniambia we mwanga mnene wa wapi mafi au? Nikasema toba ya Rabi. Binafsi na kuahidi kwamba nitakuoa. Nitafanya sherehe kubwa sana ambayo haina mfano. Jaribu kunipa nafasi sana. Nakupenda sana. Sina mpango wa kuchezea. Lengo langu ni mimi kuweka ndani. Uje uishi na Msela. Yule si Mariam Kigede. Ina maana wale hawamuoni? Hapana. Kuna kitu. Mtu amekufa lakini bado anaishi. Machibia, hivi unafahamu kuwa ni bado kijana mdogo sana? Alafu siwezi kupeleka popote. Kwa mimi nikushauri tu, hebu dili na watoto wenzio, kwa sababu mimi hutoniweza. Watoto acha dharau basi. Hata ndogosha kiasi hicho. Yaani mimi wakuninganisha na watoto. Wewe mtoto wewe. Hebu tafuta size yako. Alafu ile kubwa uiwezi. Sio, unanielewa? Mimi siwezi dili na watu weusi kama wewe. Alafu usitake kuvuruga nyota yangu. Kwa sababu nyota njema ionekana asubuhi. Mbona unaletea nuksi asubuhi yote hii? Umetumwa au? Yaani mimi wakuninganisha na watoto. Ndio wewe ni mtoto. Kwani ni uongo? Tena ukome. Siku nyingine ukiniona napita, acha kunisimamisha. Fyoko. Puzi wewe. Mshenzi mkubwa. Hivi wewe, kwa uchawi gani uliokuwa nao mpaka uje unijaribu mimi? Sasa nakwambia, mwambie huyo aliyekutuma kajichanganya. Na nimeshamjua. Nikakuacha tutoka usiku. Nimejua kabisa umekuja. Ila nikaamua nikuache au nikuache uwazilike kwanza. Yaani nikuache watu wote hapa wajue kwamba wewe ni mchawi uliokubu. Mshenzi mkubwa. Hivi kwa uchawi gani uliokuwa nao? Wewe uchawi wako wa mkopo ndio unakuja kunijaribu mimi? Chenga, yani wewe ndio maana umekosa hata mtu wa kumtoa. Kwanza hata mkuu mimi naisi kaona kabisa wewe akili zako haziko sawa. Na ndio maana umeshindwa hata kupewa kiti, huwezi kupewa, wewe ni msindikizaji. Hebu toka hapo usinitie hasira mimi. Sitaki kusikia maneno yako. Nisije nikaondoka nao makende yako. Ondoka hapa. Toka nikugandisha hadi kesho. Kwenye uchawi wa mkopo. Wakuu, kama mlivyotuambia na kutuagiza kwamba tusiue kwa kumwaga damu, ni kweli imeshindikana. Sasa hivi naomba nimuue huyu mwanangu Sara. Yaani kifo cha kutatanisha sana, cha kujiua mwenyewe. Yaani ikiwa gari, kwenye maji, kwenye mto, kwenye nini, yaani popote pale afe yeye mwenyewe. Karibu tena kwenye channel yetu. Mimi ni Elias Megan. Leo tutazungumzia na kuja episode 21. Katika video hii tutachambua muda kuu zinazoweza kujitokeza katika drama kama hii. Tutazungumzia tabia ya wahusika, maamuzi yayo na mafunzo tunaweza kupata kama unapana uchambuzi wa drama. Bonyeza like, subscribe na uwashe kengele ya arifa. Sehemu ya kwanza, maamuzi hubadilisha maisha. Mmoja ya mafunzo kubwa katika drama nyingi ni kwamba maamuzi yana kutokea. Wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo kwa hasira au kwa hofu, lakini
baadaye anakuta akujuta. Hii inatukumbusha umuhimu wa tafakari kabla ya kuchukua hatua. Je, katika maisha yetu ya kila siku nafanya maamuzi kwa busara? Hili ni swali ambalo kila mmoja anaweza kujiuliza. Sehemu ya pili, uaminifu. Uaminifu ni msingi wa mahusiano mazuri. Pale ambapo watu wanaficha ukweli au wanadanganyana, mgogoro kuongezeka. Lakini pale ambapo kuna awazi ni kuheshimiani, hata matatizo mkubwa yanaweza kutatuliwa. Drama kumbusha kwamba kuaminiana kunahitaji juhudi za pande zote. Sehemu ya tatu, umuhimu wa familia na marafiki. Katika changamoto nyingi za maisha, familia na marafiki wa kweli huwa nguzo muhimu. Watu wanaotushauri kwa upendo wanaweza kusaidia kuona njia bora kuliko tunavyoweza kuona peke yetu. Hii ni kumbukumbu nzuri kwamba tusiwapuuze wale wanaotukatia mema. Sehemu ya nne, kusamehe na kujirekebisha. Hakuna binadamu mkualifu, kila mtu hufanya makosa. Kilicho muhimu ni kuwa tayari kubali kosa, kujifunza kutokana nalo na badilika. Kusamehe hakumaanishi kusahau kila kitu, bali ni kuchagua kutoruhusu chuki itawale maisha. Sasa tunaendelea katika mafunzo makuu. Ukweli kujenga imani. Subira huleta matokeo mazuri. Mahusiano mazuri husia migogoro. Maamuzi ya busara huokoa mahusiano. Kuwajibika kwa matendo yako ni hatua ya kwanza ya mafanikio. Kusikiliza wengine kunaweza kukusaidia kufanya uamuzi bora. Imani na uvumilivu inaweza kukusaidia kushinda changamoto. Hitimisho. Kwa ujumla na kuja episode 21 inatukumbusha umuhimu wa busara, uaminifu, mawasiliano na kuwajibika. Mafunzo haya yanafaa katika maisha ya kila siku na yanaweza kusaidia kujenga mahusiano bora. Wewe umejifunza nini kutokana na drama hii? Andika maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Usisahau like, share, subscribe na kuwasha kengele ya arifa ili usikose uchambuzi mwingine. Asante kwa kutazama. Tukutane tena kwenye channel video inafuata. Kwaheri.